ile siku tu nakumbuka nimelazwa pale, pembeni aliyekuwa amelazwa pembeni yangu akafa usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Pembeni tena upande wa kulia nikaona naye akafariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakanihamisha kwenye kile kitanda, wakanipeleka kwenye kitanda kingine, wakasema Sofia, toka kwenye hichi kitanda, njoo tukulaze kwenye kitanda cha kushoto. Nawe nikasema hapana, hapa ndipo alipokufa mtu, ndipo mnataka mnilaze mimi, ile mauti ili nivae mimi. Nikakataa, nikasema nitabaki hapa mpaka Mungu atakaponipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni zaidi ya miezi mitatu nipo kitandani, sijui nifanye nini, sijui. Wazazi wangu wamechoka, wanasema sasa tutafanyaje Sofia? Au tukupeleke Bugando, au tukupeleke wapi, au tukupeleke wapi? Siku niliposema ya kwamba Yesu, leo ninaomba uniponye, hapo ndipo alisimama akaniponya. Huyu Yesu, huyo ndiye Mungu ninayemtangaza leo, Mungu anayeponya, Mungu anayeponya. Ndiye nimembeba siku ya leo, ndiye nimemleta kwako. Sijamleta mtu mwingine, sijawaleta wazazi wangu, sijaleta jina langu, nimeleta jina la yule Mungu aliye mkuu, Mungu mwaminifu, Mungu ambaye hajawahi kushindwa. Hata sasa Bwana ametusaidia, na ijulikane kwamba upo Mungu, na ijulikane leo upo Mungu. Kama unajua umeteseka kwa muda mrefu kwa habari ya magonjwa, aidha ni kisukari, presha ishi, kila siku inapanda na kushuka, nataka kukwambia kwamba leo ndio mwisho, leo ndio mwisho, mwisho wa magonjwa yaliyokuwa yanakusumbua, mwisho wa matatizo yaliyokuwa yanakusumbua. Inawezekana upo mama, ndoa yako imekuwa kila siku unalia. Inawezekana upo baba, unatamani kuacha ulevi lakini hujawahi pata nafasi ya kuacha. Nataka kukwambia leo ya kwamba yupo Mungu ambaye anasaidia, yupo Mungu ambaye anambeba mwanadamu. Huyo ndiye nimemleta, huyo ndiye nimembeba, huyo ndiye nimemleta kwako. Ninakumbuka kwa habari ya mama mmoja, nilikuwa nimeenda hospitali kwa ajili ya kueneza Injili. Nikakutana na mama mmoja ananiambia kwamba toka mwaka 2005 yupo hospitali amelazwa mpaka inafika 2019 ndio wakati mimi nilikuwa naenda pale. Ninakumbuka akaniambia, mwanangu, nilikuwa kukata kuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Shughuli za wamama, ameenda kukata kuni. Bahati mbaya alikuwa amepanda juu kileleni, tamaa ilimpeleka babaya. Anasema ya kwamba niliona kuni mmoja umekauka pale juu, nikasema hebu ngoja nikaufuate ili nipikie maharage ya mashakata. Yule mama akaniambia, mwanangu, nilipopanda kule juu ile nakata ule mti, nikaangukia kiuno kikakatika, uti wa mgongo pale pale ukakosa kufunction. Ayana manama. Ile siku nilipofika pale akaniambia, mwanangu, ninatamani huyu Yesu uliye naye aniponye. Nikamwambia, mama, wala hiyo haina kuferi, hiyo haina kukwepesha. Nikasema, pandisha imani yako, Yesu yupo anakuponya. Nikaweka mikono juu yule mama. Alikuwa hawezi kufanya chochote, alikuwa hawezi kufanya chochote. Ninapokuwa ninazungumzia kwa habari ya kufanya chochote, haijalishi anaingia kwenye siku zake. Kumbuka ni mwanamke yule. Haijalishi anaingia kwenye siku zake, haijalishi anataka kuoga. Yeye kuoga kwake ilikuwa ni kujifuta. Haogi kama wewe ambaye ukiingia bafuni unajitilia ndoo nzima. Hapana, anachukua kitambaa, kile kitambaa anakikamua, anafuta mwili wake. Hebu tazama hiyo hali. Shimu, wewe ungekuwa katika hiyo hali, je, ungekwepo hapo ulipo? Ungekwepo? Inawezekana ungekata tamaa, hata kutamani kujiua, hata kuweza kutafuta sumu mbalimbali unywe ufe. Lakini yule mama bado aliweka tumaini kwa Mungu. Ile siku nimefika pale, akaniambia, mwanangu Sofia, leo sitamani nibaki kwenye hiyo hospitali. Ikiwa Mungu amekutuma kuja katika hospitali hii,
nilipofagia hapa, nakumbuka niliweka mikono juu ya yule mama, akasema mwanangu, najisikia miguu yangu inapata nguvu. Alikuwa hawezi kufanya chochote. Kabla sijaondoka, Yesu ananiambia yule mama amepata kutembea jinsi sivyokuwa ya kawaida. Huyo Mungu anaponya. Huyo Mungu niliyemleta ni Mungu anayeponya. Yule mama akasimama. Yule mama alisimama. Miaka zaidi ya 12 amekaa kitandani, hajawahi kushuka. Kushusha kwake, anawekwa kwenye wheelchair, anatembezwa kwenda nje kupunga upepo. Mtazame huyu Mungu. Jinsi ninavyoendelea kusema na wewe, endelea kujitafakari. Ni kitu gani ambacho kinakusumbua? Leo yupo Mungu. Leo yupo Mungu mahali hapa. Ndiye nimembeba. Huyo ndiye nimembeba. Ratakatosiamanda. Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaokoa. Ninapokuwa ninazungumzia na wewe, nilipona katika kifo. Nilitakiwa nife, lakini unanionaje leo? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana unaniona leo ni kwa sababu ya matunda ya jana. Nilipandisha imani yangu, nikamwambia Mungu, sitatamani kubaki hapa, sitatamani kukaa katika ugonjwa. Lakashanama. Ndipo hiyo siku Bwana akaniokoa katika ile mauti. Nataka kukwambia hata wewe, Yesu anaweza. Mungu anaweza kukuponya. Mungu anaweza kukuponya. Ukikaa kwa Yesu unapata furaha. Unapata furaha ajabu. Kwa Yesu kuna amani. Kwa Yesu kuna uzima. Kwa Yesu kuna kila kitu unachotamani. Kwa Yesu ndiko kuna utajiri. Kwa Yesu ndiko kuna kila kitu. Kwa Yesu uko, wala si kwa waganga. Sijaja hapa kwa ajili ya Kamanzila. Nimekuja kwa ajili ya jina kumoja, jina lipitalo majina yote, lile jina Yesu. Yule Mungu pamoja nasi. Yesu amekuja kwako siku hii ya leo. Yawezekana mama, umehangaika kwa muda mrefu. Leo ni siku ya kupona kwake. Leo ni siku ya kupona kwake. Yule ambaye atabadilisha imani, atasema Mungu, ninasogea katika viwanja hivi, ninasogea katika viwanja hivi, ninaomba ukaniponye, ninaomba ukanisaidie. Yawezekana shida yako sio ugonjwa. Yawezekana shida yako ni pesa. Upate pesa ili uweze kufanya kazi fulani. Yawezekana ni ya Mungu. Yawezekana ni kuwasaidia watu wengine. Nataka kukwambia, hakuna sehemu utapata pesa halali kama ni sehemu ya Mungu. Hakuna sehemu utapata pesa halali kama sio kwa Mungu. Mungu ndiye anayetoa pesa. Mungu ndiye anayetoa kila kitu. Mungu ndiye anayetoa kila kitu. Yawezekana wazazi wako wako nyumbani, ila wewe umekuja kwenye mkutano huu. Nataka kukwambia ya kwamba lipo jina. Ninakumbuka kwa habari ya baba mmoja, akakutana na Yesu, akasema mimi ninaye binti yangu nyumbani ambaye ni mgonjwa. Yesu akamwambia, nataka kukuombea. Yule mtu akasema ya kwamba mimi napandisha tu imani yangu, sema tu neno moja, sema tu neno moja, na yule mtu atapata kupona, na yule mwanangu nyumbani atapata kupona. Nataka kukwambia kwa habari ya wewe, umekuja mahali hapa, lakini una ndugu zako nyumbani, una ndugu zako nyumbani ambao hawawezi. Yupo Mungu, yupo Mungu ambaye tumembeba, yupo Mungu ambaye tumembeba, tumemleta mahali hapa. Ndugu yangu, usikate tamaa kwa habari ya maisha. Wapo wengi walitamani kuwa na maisha mazuri, lakini hayo maisha hayapata mpaka kifo chao. Je, unaonaje ukimpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akakusaidia katika maisha yako, akakusaidia katika ugonjwa wako, akakusaidia katikati ya mambo mengi yanayokusumbua? Yupo Yesu tu. Huyo Yesu ndiye anayeponya. Huyo Yesu ndiye anayefanya mambo yale yaliyokuwa hayawezekani kwake Yesu yanawezekana. Yaliyokuwa yameshindikana kwake Yesu yanawezekana. Yale yaliyokuwa hayawezi leo yanaweza, kwa kuwa yupo Mungu ambaye tumembeba. Ratakatosaya. Yupo Mungu ambaye tumembeba. Nikupe ushuhuda huu. Alikuwepo huyo mama mmoja, ametoka na familia yake nyumbani, atoka vizuri kabisa, alikuwa ameokoka, anampenda Yesu.
familia yake kwenye gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Alibeba familia yake kwenye gari, na baada ya kuibeba familia yake yote, mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu, mtoto wa nne, amewabeba kwenye gari, akatoka nao. Walikuwa wanaenda kanisani. Bwana asifiwe sana. Walikuwa wanaenda kanisani, lakini anakuja ananiambia ya kwamba nilikuwa nimekaa tu pale chini, sielewi nifanyeje, sijui nifanye nini. Amekaa anaomba, Mungu anamsukuma aombe, lakini hajui aombe nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye alikuwa amefumba macho yake toka walipokuwa wameingia kwenye gari, amefumba macho yake. Anakuja ananiambia ya kwamba mwanangu, nilishangaa kuona gari imeshapinduka. Ni ajali ilikuwa, gari imepinduka, yani kule ambapo ni the top pakawa ndio chini, alafu matairi yakawa yapo juu. Ananiambia watu wakawa wanashangaa. Watu wakawa wanashangaa. Ya kwamba inawezekanaje? Nataka kukwambia kwamba kutokana na ile hali, hakuna hata mmoja aliyeanguka, hakuna hata mmoja aliyechuruzika, hata aliyebaruliwa na chochote, kwa sababu ya Mungu. Nataka kukwambia kwa habari ya nani? Mungu. Mungu tuliye naye, yeye ndiye anaweza, yeye ndiye ana